Za asubuhi. Kwanza ni washukuru kwa kuja na kuitikia wito ambao tumeutoa kwenye short notes, lakini nawashukuru sana mmekuja. Tutakuwa na taarifa fupi kuhusu au kutoa ufafanuzi wa hatua ya kusainiwa kwa tamko la pamoja na mustakabali wa mchakato wa maridhiano Zanzibar, pamoja na msimamo wa ACT Wazalendo kuhusu Tanzania Bara. Ndugu waandishi wa habari, nyote mnafahamu kwamba tarehe 9 Julai mwaka huu 2026, chama cha ACT Wazalendo na Chama cha Mapinduzi vilisaini tamko la pamoja lililohitimisha hatua ya kwanza ya mazungumzo ya maridhiano ya kisiasa Zanzibar na kuanzisha hatua mpya ya utekelezaji wa ajenda zilizokubaliwa na pande zote. Hatua hii imefikiwa baada ya takribani miezi 8 ya mazungumzo yaliyofanyika kufuatia mkwamo wa kisiasa uliojitokeza baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025, ambapo ACT Wazalendo ilisimama imara katika msimamo wake wa kutoshiriki serikali ya umoja wa kitaifa hadi pale mazingira yatakayowekwa kuhakikisha serikali hiyo inatimiza madhumuni yaliyokusudiwa na katiba ya Zanzibar. Kwa kuwa tamko hili linahusu mahususi mchakato wa maridhiano ya Zanzibar, na kwa kuwa kumekuwa na maswali na tafsiri mbalimbali kuhusu maana yake, ACT Wazalendo inaona ni muhimu kutoa ufafanuzi kwa wananchi, wadau wa demokrasia na Watanzania wote kuhusu hatua hii na msimamo wa chama chetu. Na hapa napenda nikumbushe kwamba nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayounganisha nchi mbili kwa maana ya Zanzibar na Tanganyika, ambayo kwa sasa katiba inajulikana kama Tanzania Bara. Na mara zote maeneo haya mawili, aina ya siasa zake, historia yake, pamoja na kwamba ni nchi mbili, zina tofauti kwa kiwango kikubwa. Na Zanzibar imepitia michakato mingi tangu mwaka 95 mpaka mwaka 2025 ambayo inatofautiana mara kadhaa na hali iliyokuwepo huku bara. Lakini jambo jingine la kukumbusha ni kwamba ukiondoa Chama cha Mapinduzi, chama cha ACT Wazalendo ndio chama pekee ambacho kina nguvu ya ushawishi Zanzibar, lakini pia kina nguvu ya ushawishi Tanzania Bara. Kwa ni chama ambacho kule Zanzibar uchaguzi ukiwa huru na haki, tuna hakika tunaweza kushinda. Mara zote tumekuwa tukishinda viti vyote vya udiwani Pemba, viti vyote vya ubunge Pemba, na viti kadhaa vya ubunge na udiwani Unguja, pamoja na uwakilishi. Kwa hiyo hiki ni chama ambacho na muhimu, pamoja na kwamba kimeanza mwaka 2014, lakini kimerithi au ACT Wazalendo imerithi hiyo struggle ambayo ilianzishwa na chama cha wananchi CUF, na baadaye tukiongozwa na Maalim Seif Sharifu sote tukajiunga na ACT Wazalendo, na kwa hiyo kuwa sehemu ya ule mchakato ambao ulianza mwaka 1995. Kwa ndio chama pekee ambacho kinaweza kikatafsiri vizuri hali ya kisiasa Zanzibar, kikatafuta namna bora ya kutatua changamoto zake, lakini kinajua ile historia ya mapambano ya siasa za Zanzibar, sio kwa kuhadithiwa, bali kwa kuwa sehemu ya mchakato wa hizo siasa. Kwa hiyo tuliona ni muhimu kueleza ili kupata uelewa mpana baada ya kile kilichotokea tarehe 9 Julai. Jambo la kwanza, msimamo wa ACT Wazalendo kuhusu serikali ya umoja wa kitaifa haujabadilika. Takumbuka kwamba mara nyingi maswali yamekuwa mnajiunga lini serikali ya umoja wa kitaifa, na majibu yetu yalikuwa yako wazi kwamba sio kipaumbele chetu. Tangu mwanzo wa mkwamo wa kisiasa uliofuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, ACT Wazalendo iliweka wazi kuwa haikuwa tayari kushiriki serikali ya umoja wa kitaifa kwa lengo la kugawana madaraka au vyeo. Msimamo wetu ulikuwa na unaendelea kuwa kwamba serikali ya umoja wa kitaifa si zawadi kwa vyama vya siasa wala fursa ya kugawana nafasi za uongozi. Serikali hiyo iliundwa kupitia marekebisho ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 2010 kama chombo cha kuwaleta pamoja Wazanzibari, kulinda amani, kuimarisha maridhiano ya kitaifa, kulinda haki ya wananchi kuchagua viongozi wao kwa uhuru, kuondoa ubaguzi wa kisiasa
na kujenga utulivu wa kudumu. Ndio maana chama chetu kiliamua kuweka nguvu zake katika kupigania mageuzi ya kisiasa yatakayorejesha hadhi, heshima na haki za wananchi wa Zanzibar badala ya kuweka mbele swala la kushiriki serikali ya umoja wa kitaifa. Jambo la pili, mazungumzo yalilenga mustakabali wa Zanzibar, si mgawanyo wa madaraka. Kwa kipindi cha takribani miezi 8, ACT Wazalendo ilishiriki mazungumzo yaliyoongozwa chini ya usimamizi wa marais wastaafu wa Zanzibar, Dr. Aman Abeid Karume na Dr. Ali Mohamed Shein. Mazungumzo hayo hayakulenga kugawana nafasi za uongozi, bali yalilenga kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kisiasa zinazoikabili Zanzibar kwa kuenzi malengo ya maridhiano yaliyoasisiwa kupitia katiba ya Zanzibar ya mwaka 2010, kwa maana marekebisho ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 2010. Na nyote mnafahamu, kabla ya mwaka 2010 Zanzibar imepita vipindi vingi sana vigumu. Uchaguzi wa mwaka 95, Pasco Mayala alitangaza kwamba uchaguzi Maalim Seif ameshinda baada ya kuhesabu matokeo kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo tukaingia kwenye mgogoro mkubwa, zikaundwa tume nyingi, akaja Chifu Anyauku hapa kutoka Jumuiya ya Madola kuona namna ya kutatua mgogoro wa Zanzibar. Lakini mwaka 2001 yalifanyika mauaji makubwa ya kinyama na ya kishenzi Zanzibar. Wazanzibari waliuawa na Zanzibar ilitengeneza wakimbizi wa kisiasa ambao walilazimika kukimbia Zanzibar na kukimbilia Shimoni Pemba, Shimoni pale Mombasa. Na hilo ni jambo ambalo lilikuwa linaikumba Zanzibar, linagharimu siasa za Zanzibar. Na juzi mmemsikia Omari Mahita, sijui ni kwa kichacha namna gani, alifika mahala anakuja anakumbuka kwamba alikuwa IGP katili. Yeye anasema alikuwa IGP katili kuliko ma-IGP wote, lakini anaeleza aina ya ukatili waliofanya kwa Wazanzibari, ikiwemo kutumia ndege za jeshi la polisi helikopta kumiminia risasi wananchi ambao wamepanda boti wanakimbia kwenda mahali salama na wakiwa baharini. Haya ni mambo ambayo yameelezwa na IGP juzi, na huu ndio mchakato wa siasa za Zanzibar ambazo struggle hiyo ilifikisha pale ambapo kulikuwa na serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Kwa hiyo Wazanzibari walipigania ustawi wao kwa muda mrefu, au zama nyingi zaidi kabla hatujaanza kuingia kwenye michakato ya sasa ambayo gharama kwa kweli za siasa Tanganyika zimeanza kufanana na gharama walizozibeba Wazanzibari, hasa kuanzia uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa ndugu zangu, mageuzi ya kisiasa ndio yalikuwa ajenda kuu ya ACT Wazalendo. Katika mazungumzo yetu yaliyofanyika, ACT Wazalendo haikuwahi kuweka kipengele au kipaumbele cha kujadili kuingia au kutoingia serikalini. Huu haukuwa mjadala kabisa kwenye kipindi chote cha mazungumzo. Kipaumbele chetu kilikuwa ni kuhakikisha kunawepo makubaliano ya kisera na ya kimuundo yatakayoweka msingi wa mageuzi ya kisiasa, kuimarisha demokrasia, kulinda haki za wananchi na kuzuia kujirudia kwa migogoro ya kisiasa siku zijazo. 4. Tamko la pamoja linaashiria mwanzo wa utekelezaji wa makubaliano. Kufikia mwezi Mei mwaka 2026, pande zote zilikuwa zimekamilisha majadiliano kuhusu ajenda muhimu za mageuzi na kukubaliana kwamba hatua inayofuata ni kuanzisha mfumo wa kisheria na kitaasisi wa kusimamia utekelezaji wake. ACT Wazalendo ilikubaliana kushiriki hatua hiyo ya utekelezaji bila kuweka sharti la kuingia mara moja katika serikali ya umoja wa kitaifa. Iwapo utekelezaji wa makubaliano hayo utafikia hatua ambayo kwa mujibu wa makubaliano na sheria itahitaji kuundwa au kukamilishwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, ndipo swala hilo litashughulikiwa kwa wakati wake. Hivyo basi, kusainiwa kwa tamko la pamoja hakumaanishi kwamba ACT Wazalendo imeingia serikalini. Kilichofanyika ni kuhitimisha hatua ya mazungumzo na kuanza rasmi hatua ya utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa. 5. Tunatoa wito wa ushirikiano katika utekelezaji wa makubaliano. ACT Wazalendo inaamini kuwa mafanikio ya mchakato huu
hayatategemea tamko pekee, bali yatategemea dhamira ya kweli ya pande zote kutekeleza kwa uaminifu yale yaliyokubaliwa. Tunatoa wito kwa wadau wote kuweka mbele maslahi ya Zanzibar, ustawi wa wananchi wake na mustakabali wa vizazi vijavyo badala ya maslahi ya muda mfupi. 6. Msimamo wetu kuhusu Tanzania bara haujabadilika. Tunapenda kuweka wazi kuwa tamko la pamoja la Zanzibar halibadilishi kwa namna yoyote msimamo wa ACT Wazalendo kuhusu yaliyotokea Tanzania bara kufuatia uchaguzi wa mwaka 2025. Chama chetu kimependekeza kuundwa kwa tume huru yenye hadhi na uaminifu, ikijumuisha ushiriki wa kimataifa wa jumuiya za kimataifa ili kuchunguza kwa kina matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu yaliyotokea, kubaini ukweli, kuwawajibisha wahusika na kutoa mapendekezo yatakayozuia matukio hayo kujirudia. Bila ukweli, haki na uwajibikaji, maridhiano ya kweli hayawezi kupatikana. Na hili ni jambo muhimu sana kufahamika kwamba mwaka 2025 Tanzania ilishuhudia mauaji makubwa ya kikatili, tukipoteza idadi kubwa ya Watanzania, watu wengi wakiachwa walemavu, watu wakikosa hata kuzika ndugu zao, wengine hawajui ndugu zao wako wapi mpaka sasa. Na no one has taken any responsibility. Hakuna mtu ambaye amewajibika kwa chochote. Hakuna mtu ambaye anakuwa accused kwa lolote. Hakuna mtu ambaye amekiri kwamba alifanya makosa kwenye jambo hilo. Na sisi tumesema kwamba kwa uwazi kabisa kwamba hatuwezi kutoka hapa mpaka ni muhimu. Ni kweli kila baada ya hatua nzito kama hii ya kisiasa hakujawahi kushindikana kukaa pamoja na kutafuta suluhisho kama taifa. Lakini haijawahi kutokea mkayaacha mambo hayo pasipo na uwajibikaji, mambo hayo pasipo na kuweka ukweli hadharani, mambo hayo pasipo na kuweka misingi ya kufanya yasijirudie na mkapata suluhisho la kweli. Na hili ni jambo tumeliweka wazi na ndio msimamo wa chama chetu na ndio mchango wa chama chetu kwenye kuondoka hapa tulipo baada ya matatizo yaliyotokea mwaka 2025 kwenye uchaguzi mkuu ambapo mauaji yalikuwa ni sehemu ya jambo ambalo halikuwa utamaduni wa taifa letu. 7. ACT Wazalendo itaendelea kusukuma mjadala wa kitaifa kwa kutambua wajibu wetu kama chama kinachotafuta kutoa uongozi wa kitaifa. ACT Wazalendo iliitisha mjadala wa kitaifa kuhusu mustakabali wa Tanzania baada ya matukio ya mwaka 2025 pale Serena Hotel. Lengo la mjadala huo ni kuwakutanisha wadau mbalimbali ili kwa pamoja kujadili kilichotokea, kukubaliana kuhusu taifa tunalolitaka na kuweka mkakati wa pamoja wa kulifikia. Tayari mwenyekiti wa chama ameanza kukutana na wadau mbalimbali katika jitihada za kujenga mwafaka mpana wa kitaifa kuhusu njia bora ya kuponya majeraha ya taifa letu na kurejesha imani ya wananchi katika mfumo wa kisiasa. Tunaamini kuwa suluhisho la kudumu haliwezi kujengwa na mtu mmoja, chama kimoja au taasisi moja. Linapatikana kupitia uongozi wa pamoja, mazungumzo ya kweli, uwazi, uwajibikaji na ushirikiano wa wadau wote wenye nia njema kwa Tanzania. Mwisho, ACT Wazalendo inaendelea kuamini kuwa maridhiano ya kweli yanapaswa kujengwa juu ya msingi ya haki, usawa na kuheshimiana. Tamko la pamoja la Zanzibar ni hatua muhimu katika safari hiyo. Hata hivyo, mafanikio yake yatapimwa si kwa kusainiwa kwake, bali kwa utekelezaji wa yale yaliyokubaliwa. Kwa upande wa Tanzania bara, tunaendelea kusimamia msimamo wetu kwamba taifa letu linahitaji mchakato mpana wa kitaifa utakaojenga ukweli, haki, uwajibikaji na mageuzi ya kidemokrasia yatakayorejesha matumaini ya Watanzania. ACT Wazalendo itaendelea kushiriki kwa dhati katika juhudi zote za kujenga taifa lenye umoja, haki, demokrasia na ustawi kwa wananchi wote.
Asanteni sana kwa kunisikiliza.